Najua unapitia wakati mgumu sana unapokuwa unataka kufanya maamuzi kati ya hizi gari zifuatazo. Hii ni Subaru SJ5. Hapa pembeni kuna Mazda CX-5 ambayo ni sawa na hii. Lakini hapa pembeni kuna Mitsubishi RVR. Lakini pia kuna Mitsubishi Outlander. Na kuna Subaru SJG kwa maana ya turbo. Sasa hizi gari zinamfaa mtu gani na nani anatakiwa kuchukua ipi? Sasa nisikilize kwa makini. Kama wewe ni mpenzi wa Mazda CX-5, ujue ni kwamba hii ni gari inamfaa mtu ambaye anahitaji gari yenye performance kubwa. Sawa? Gari ambayo ina comfortability kubwa, gari ambayo iko very stable na ina driving dynamics wakati wa safari ndefu, gari ambayo inatumia uraji mdogo sana wa mafuta na yenye thermal efficiency kubwa sana. Kwa hivi vigezo ni kwa ajili ya watu ambao wanapenda safari ndefu na ni watu ambao wanapenda driving dynamics, wanapenda comfort, wanapenda performance. The great launch, gari yenye nguvu. Si unanielewa? Haya, tunakuja kwa mtu ambaye anachukua Subaru SJ5. Kwa SJ5 ni kwa ajili ya watu ambao wanahitaji gari ambayo ina smooth driving kwa sababu ya CVT. SJ5 kama hii ambayo niko nayo hapa iko very smooth kwa sababu ina CVT, lakini haina sport feeling, haina mwendo mkubwa, it's not haiwezi kuoffer a great performance kwenye safari, lakini pia ni gari ambayo inamfaa mtu ambaye anajua kwamba atakuwa anaenda zaidi off-road. Hii ni gari ina symmetrical AWD system ambayo ina offer uwezo mkubwa sana kwenye off-road. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye unajua utakuwa unaenda barabara ambazo ni mbovu, barabara ambazo zina tope, barabara ambazo zina kokoto, unahitaji maximum grip kwenye tires na ni gari ambayo utaitumia kwenye mazingira hayo mabovu, chukua SJ5. Lakini jua kwamba utasacrifice performance. Sio gari ambayo inakimbia sana, it's a balanced car, kwamba performance kidogo lakini pia ulaji wa mafuta wa kawaida. Sio mzuri sana, ila ni ulaji wa mafuta wa kawaida, kwa sababu ni gari ambayo inatarajia kukupa kwa town trip hapa unaweza kupata kilomita 7 kwa lita mpaka 8. Safari ndefu unaweza kupata kilomita 12, 13 hadi 14. Lakini kwa mtu ambaye atataka kuchukua Mazda CX-5 ajue kwamba kwa upande wa diesel sio gari inayomfaa kwa mazingira ya trip fupi fupi. Haikutengenezwa kwa purpose hiyo. All diesel engines are made to run for long distance. Ukiwa unataka gari ambayo ni economy, maintenance cost yake ni ndogo kuliko zote, wewe ni first compact SUV user, kwa maana ya kuwa ndio SUV yako ndogo ya kwanza unaanza kuitumia, chukua Mitsubishi RVR, kwa sababu ni gari ambayo maintenance cost yake ni ndogo kuliko hizo zote nilizozitaja. Ni gari ambayo ni rahisi kumanuva kwa sababu ya udogo wa bodi yake kwa mazingira ya mjini, lakini uwe tayari kwa kulose factor ya performance. Sio gari ambayo ina perform vizuri. Ni gari ambayo hata ukiwa unajaribu kuingia kwenye battle labda na gari kama Toyota ST yenye engine ya 1NZ, jua ni kwamba ST itakufua tu. Umeona bana? Sasa kwa matumizi hayo ndio gari ambayo inakufaa, na kwa mtu ambaye anajua kwamba anataka gari yenye low budget ambayo ina maintenance cost ndogo. Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Outlander na RVR, they are more or less the same. Tofauti ni kwamba Mitsubishi Outlander inakuwa ni kubwa, kwa it's a family utility kwa mtu ambaye anataka space, lakini you are ready to lose a great acceleration kwa sababu sio gari ambayo ina performance nzuri ya kutisha, lakini ni gari ambayo ina offer comfort kidogo ukilinganisha na RVR. Kwa hiyo ukitoka kwenye RVR unakuja kwenye Mitsubishi Outlander, it's a family utility, iko na space ya kutosha, lakini pia ina comfort. Haina acceleration strong sana, especially kwenye engine ya 1.9 liter, lakini kuna engine ambayo ni 2.5 liter ambayo inajitahidi kidogo, inakuwa ina smooth acceleration. Sasa ukija kwenye comparison SK5 SKG, kwa mtu ambaye anachukua SKG tunashauri
ni wale watu ambao wana safari ndefu, wanasafiri sana, wanahitaji performance, wanataka overtaking ambazo ni strong kama za watu wa Mazda. Kwa hiyo SJG itakuwa na kufaa kwa matumizi hayo. Usichukue SJG alafu ukawa unazunguka tu hapa posta unatoka hapa, kwa sababu ile ni engine ya DIT, inahitaji uchomaji mkubwa na pia inahitaji usafiri umbali mrefu ili uweze kuhakikisha kwamba hakuna carbon deposit ambazo zinabaki kwenye engine yako. Ukitaka kujifunza mengi sana kuhusiana na haya magari, jiunge na group letu kwa kiingilio cha shilingi 20,000 tu, ambapo utapata elimu muda wote, utauliza chochote wakati wote utajibiwa. Motekai Agent Auto X.